Na nakupenda raha kama katoto kapaka. Karibu. Hapa ndo nyumbani, naomba uwe na amani. Nimekaribia zinduna na hisi penzi limezinduliwa. Unaniambia niwe na amani wakati kwa juu mmeweka kisu. Unaniambia amani huku umeshika mapanga? Hamna bwana, kakangu alikuwa anakula embe. Sasa kakika pale. Labda mimi nikuelekeze kitu kimoja. Mimi nilikuwa na mpango wa kukaa wiki moja huko. Lakini kwa raha ninazozipata huku shamba, kwa raha ninazozipata huku kijijini, sio wiki moja, huku nitakaa mwezi. Na nikiondoka na ndoa moja kwa moja. Kweli? Nisikufiche kwenye hili. Na si mwezi tu peke yake, kama nitaondoka basi itakuwa na ndoa moja kwa moja. Ndoa tena? Ndoa kwa jinsi ninavyokupenda. Dada. Naona upo na mgeni hapa. Nipo na mgeni, karibu. Asante. Mgeni. Karibu bwana. Wewe unakuwa na matatizo na kuwa na shaka. Karibu kaka. Okay, haina shida. Wewe kakaangu. Ndio kakaangu. Vipi mbona karibu? Asubuhi. Kimekuleta nini? Swali gani ambalo unaniuliza? Kuna Kiswahili sio lugha yako. Jana nilikwambia uondoke, umeng'ang'ania mpaka umelala hapa. Kuna namna kitanda? Muulize mume wako. Si mume wako mwenye shughuli zake kuja kunioa mimi? Nishakwambia wewe mzee wako hapa hayupo. Uondoke kitu tutakufuata huko. Unachong'ang'ania hapa ukaa nini unanibia bajeti? Mimi nishazoea mwenyewe kinituzi changu, wewe buku jela yangu tu inanitosha. Wewe unaongezea bajeti hapa kitu gani? Hayupo, lakini mkuu wangu si yupo. Hicho jambo cha mekasha bwana ndio hicho tutakula wote. Unanielewa? Wewe utakula wote na wewe ndo kila kitu hapa. Wewe. Hebu nitoke mbele yangu sija kumwagia maji machafu. Nipe nguo nikafue. Nguo gani unataka kafue? Mimi mwenyewe nimeshindwa. Ulipokopa hapo ulikuwa unafua na? Kumbe si kazi zimeisha. Hizi kazi hazijaisha. Ulipokopa hapo kazi alikuwa anafanya nani hapa? Mimi mnajitoshelezi hapo. Yaani jitu mwingine atafuta sababu tu hapa. Ibondo onekana watu wa korofi. Sijakwambia ufagie. Kwanza nitimulia vumbi, toka hapa. Usinikaribishe. Sasa kaka haja kuzoea. Hajanizoea. Okay, ina shida. Umemwandalia chakula? Bado. Na wewe pia. Kama unakuwa magari bwana, mwandalie chakula mgeni. Mbona unakuwa kwa hivyo? Nitaenda kumwandalia. Sasa na unajua na msafara wangu ni waache kidogo. Unajua namba gani ile naenda namba gani na nini niwaache huru. Mgeni, isikie upo huru kama upo nyumbani, sio na shaka wala tatizo. Sawa? Ondoa wasiwasi. Okay, mimi natoka basi kidogo. Kaka, sawa. Nitarudi baada ya muda. Niwaache huru. Sawa kaka. Ngoja kwanza. Mbona kama kuna masiala ya kifo hapa? Una ni yako aliyotoka? Kakaangu. Kaka yako, si ndio? Mbona imekuwa rahisi hivyo kama mtu ambaye tunafahamiana? Bwana achana naye. Ngoja kwanza, hapa kuna kitu kama sintofahamu hapa. Ngoja, wewe si kaka yako? Ndio kakaangu. Naomba kwanza nieleweshe kitu kimoja. Swala kukaa hapa sio tatizo, naomba nijue. Mbona maongezi yake yanaonesha wazi kwamba labda mimi na yeye tunafahamiana na mimi ni mgeni hapa kijijini, amenijuaje? Achana naye bwana. Amenijuaje? Wewe si unanipenda mimi? Wenda kamseleleko kaka vijijini wamepoza. Na anaupiga mwingi kweli. Lakini kindami na uponza. Takiona cha moto mwaka huu. Karibu bwana. Mwambie anaupiga mwingi kaka. Kweli? Nitamletea chocolate awamu ijayo. Yaani nakusaidia kazi afu unahitaji ule punguza jeuri basi. Wewe nani unielewe, wewe ndio kufanyia kwa vitendo. Nipo kwanza hivi. Jamani. Jamani kitu gani? Nimekwambia sitaki kugusa chochote humu ndani. Unielewi? Na kingine bwana. Bwana kingine kitu gani? Kwa nipe kankangu. Nipe. Nipe ya kwako. Ya kwako. Unganganie. Kwa kanga gani? Kwa kanga gani hiyo nyeusi? Alafu sitachokuambia shoga yangu.
Yaani hapo ulivyokuja ndio utakavyoondoka, labda sio mimi. Kwa kuwa hivi mali hapo na unajileta leto za utapata kitu hapo upate chochote. Timali kwa nyumba gani? Kwa nyumba gani mbona anaenda kulala mume? Nimekuja kwa sababu nimeolewa tu, lakini na siku singekuja kukaa katika kibanda kama hicho. Kwa ndoa gani ulikuwa nayo? Labda kukusaidia. Umeona hivyo ulivyokuja hivyo ulivyo ndio utakavyoondoka. Hautapata chochote. Manjenga tabaki kwa meusi. Wewe ni kwa kanga yako na findo mani kwa mwa mnafikia mimi sina nguo. Ni lazima tu kwa dakika moja huko. Ziko wapi hizo nguo? Si ungefanya hadi kunirudisha roho. Nikupata kuona mwenzangu na vialo vizuri. Mbona umeng'ana kanga yangu hilo kwa nyeusi? Lione. Ovyo. Ovyo kitu gani? Yaani wewe Manjenga atazidi kuchanika hivyo hivyo. Lione vile. Kwanza kanichafia kanga yangu. Nanuka jasho. Yaani mjitumia nataka kunivalia nguo zangu tu. Kama nguo nifue nanuka jasho yani. Nitajijua mchafu lakini bado tu anaendelea tu na kuendelea kunini kwa vitu vyangu. Yaani nyie mna kazi kweli kweli. Hivi ngoja kisu. Mbona na kufuatilia maisha ya watu ni? Kufuatilia tena? Kinachokusibu kuniuliza hivyo ni nini kama si kufuatilia mambo yake? Hata kama bwana. Ndio mchana huu. Najua kali hili. Kama kutangaza kikao nimeambiwa mimi nisambaze saizi. Wewe inakuhusu nini? Mmezidi. Tumezidi nini? Au neta aibu eh? Ni mbona nani aibu? Hii mbunge ni watu wawili. Kwa hiyo siwezana. Fanya habari zako. Na kweli. Kazi yenyewe unaiweza. Sasa. No. Au neta aibu? Ni mbona nani aibu? Haya. Bro, inakuaje? Mambo mengi nini, mipango kibao, inakuaje mzee? Yaani mimi ghafla tu nikashangaa gani. Nilifika pale kwenye njia panda. Oya, anamuelewa. Maelezo yake ndio hayo. Kwa hiyo mwanangu ni nani na waelekea wapi? Mimi natoka shamba. Unaelekea nyumbani? Nyumbani ni wapi? Nyumbani nakaa huko mitaa juu. Jamani kulikoni hapa tena? Kama hivyo unavyoona. Sisi tunatoka zetu huko nini, tunamkuta mshikaji hapa nini, naona kama hivyo labda umuulize anaweza kujielezea. Umestakiwa kulikoni vipi? Kumbe unamfahamu? Namfahamu. Sema nilikuwa natoka shambani. Nafika pale kwenye njia panda mguu nashika gari ghafla. Kwa jinsi ninavyomuona, kidonda chenye cha ghafla. Nimeona bwana tumpeleke kwa mganga. Mganga tena? Mganga miausho mjomba. Mganga ifarani. Mganga anakuambia shida yenyewe ni tupuku 20 uchinje mwanangu hapo maisha yako wapi? Unajua zile? Mimi kuna mganga anamjua. Kwa hiyo tumpelekeni tu. Oya, si wenyewe tuna mambo kibao, unajua uso bwana, hatuwezi kupoteza time wala muda kwa muda huu na wakati zetu na nini, haturuhusu muda kupotea. Tunaweza tukamsikiza yule dada, au unasemaje? Basi poa, tumpeni tagi kama ndio. Bibi, huu ndo anaita njia ngapi huu? Maana unasikia vile njia 4. Njia 3. Hii njia 3. Na hiyo 4 sijui 5 inakuaje kwa? Tunasuka hivi. Yaani ukishasuka hivi unapachika mbili unapiga mara 3. Kwa hiyo ndio njia 3. Na ikiwa njia 4 ndio hivyo hivyo. Mpaka njia 5 yani ndio hivyo hivyo. Ndio maana yake inaitwa njia 3, njia 4, njia 1. Makweli ni jambo la fani bibi yangu, kwa sababu pasipokuwa na fani unajikuta unatengeneza njia moja tu na kufika haufiki. Ndio habari yake.
Nimeitikia wito bibi, maana nilikuwa na haraka zangu na mimi nitoke, si unajua tena nishaanza kuwa mwenyeji hapa kijijini. Na mimi ndio maana nikakuacha kwanza upumzike. Nikasema mimi wangu nitakuongea naye nikisharudi. Nakusikiliza, nimejaa tele kama pishi ya mchele. Hivi kama unanisikiliza basi ndio hivyo. Hapa kijijini mjukuu wangu umekuja. Kijiji hichi si unatuona watu hivi. Na kijiji si unakiona hivi. Kiona. Kama unakiona kijiji, yani inabidi utulie. Utulie kabisa, usiwe mara paru. Utulie hapa kijijini. Na watu wenyewe wa kijiji unawaona hapo. Sijui umenielewa? Kuelewa. Kama umenielewa sawa. Basi ndio hivyo ni yangu nakwambia. Kwa sababu na mimi ningekuacha tu ulale kidogo upumzike. Hivi nimetoka shamba nimechoka. Ukipilia wewe ili nikwambie. Sawa. Kwa kifupi bibi, mimi nimekuelewa. Lakini pia nipende kuzungumza kitu kimoja. Nashukuru kwa kunijali na kunithamini kiujumla na kunilinda kwa namna moja au nyingine. Sawa kabisa. Yaani Zinduna anashindwa kuamka asubuhi kufanya usafi. Anataka tena ajaye majoka ndani humo tuanze kusumbuana. Wewe mazingira kama mtoto kika asubuhi unaamka bwana. Unakuja kufanya usafi, unalima ndio inakuwa vizuri, unafanya shughuli zako. Yaani kazi hii ipoje? Kaka, wewe unataka ngote kumbe huko. Mimi nalima wewe umezidi. Wewe unaamka asubuhi mtoto wa kike utake hata kufanya mazingira usafi, unataka ajaye majoka ndani humo sijui, uanze kusongana tukimbie nyumba, ndio unavyotaka wewe. Haya bwana. Kaka, mimi ngoja mazungumzo na wewe. Una mazungumzo na mimi? Ndio. Haya, karibu. Kaka. Mimi nilikuwa naomba japo hata siku moja hivi. Maana nimeshaanza kumpenda. Unaanza kumpenda? Ndio mimi sijakuelewa. Unaanza kumpenda nini? Sijakuelewa, hebu niambie basi, nyosha maelezo. Upunguze kiu. Kiu ndani si maji hapo, maji mama sisi matatu manne, si ukanywa tu kiki kinatoka. Sio kiu cha maji. Sasa kiu cha nini? Haya tu pumbavu wako ujinga ni mimi mambo siyataki hayo. Wewe mpumbavu nini wewe? Kiu maji hapo chungu nzima mmepunguza kiu, wewe mpumbavu wewe. Unataka kuharibu mipango yetu. Kwa hiyo unataka kuharibu masharti. Kwa hiyo tayari kijiji chetu kianguke. Sisi tushuke, yani tushuke, wataongoze wale. Wataongoze wale, upo tayari jambo hilo? Wewe mbona unakuwa mpumbavu bwana? Kwa nini unakuwa mjinga mawazo? Hata kwa wewe kazi sawa sawa. Mimi nitafanya kama vile ambavyo wewe umenielekeza na nitakuwa mtiifu, nitakuwa mpole, sitakuwa na mambo mengi. Lakini bibi, nataka nitambue kitu kimoja. Kwa mfano na mimi nimetembea, unajua tena mimi kijana na mimi nimeshakuwa. Labda labda nimemuona labda na mimi wa ubavu. Inakuwaje labda kwa utaratibu huo? Ndio uje na majambo yako. Na hilo limetokea tu, si unajua tena. Utu uzima, labda tuongezea uzito kwenye safari. Utakaponitafuta lazima uniambie. Wabibi wewe, mimi nimemwona huyo. Usiache kuniambia. Kabla hujafanya chochote kwanza niambie mimi. Sawa, mimi nitafanya kama ulivyonielekeza. Na isitoshe kukuondoa hofu zaidi. Unajua tena si watoto wa kimjini, tuna simu za kuparasa parasa hizi. Kwa hiyo bila shaka, kwa yeyote nitakayemuona hata kama atakuwa 10, 20, mimi nitawapiga picha papo, afu nitakuletea. Yaani ukishapiga picha anakaa humu. Anakaa humu Yaani nikimpiga picha anakaa humu. Umesikia? Afu utakuja kumuona humu. Hata video nitamchukua humu. Umesikia? Sawa, nimekuelewa. Basi sawa bibi, ngoja kwanza na mimi niende kwenye mihangaiko yangu kwanza. Unajua tena? Ugeni na kunyosha miguu. Kaa sana nyumbani hapo utakuwa na fundo. Haya. Basi kila la kheri bibi. Usuke njia 4, njia 5 wewe tu sawa? Mpaka njia za mwendo kasi. Mtoto huyu anakuja kumbe anakuja na majambo yake. Nimeshapata amekuja. Nimefurahi aliposikia vitu wangu. Yaani wewe? Mimi nakutegemea una akili timamu kumbe mpumbavu. Basi kaka, sawa. Mimi sijui nampenda, unampenda nini? Unampenda nini? Nimekupa kazi, fanya kazi yangu kama nilivyokuambia. Wewe.
Yaani siamini kabisa, unanikumbusha nyuma kabisa nifikirie mambo ya baba. Yaani wewe unajua sisi baba yetu amefariki hapa kwa sababu ya wazee hawa. Lengo achukue madaraka yale. Wewe unakuwa mpumbavu wewe. Nakuuliza kwa nini unakuwa mpumbavu? Basi kaka, nisamehe. Nisamehe kakaangu. Mimi nakupa kazi. Yaani nisamehe. Hebu nyanyuka. Sasa nisikilize. Na imani unataka kusema shariti. Nakupa siku 2 tu. Tumalize zile kazi. Hakikisha umenichukua yuko kuniimaya humu ndani. Na unamaliza kazi, sawa? Sawa kaka. Hebu nenda. Yaani na wakisha wanapungua kitu. Yaani mara nakupa kazi da. Yaani unataka kumlikia? Yaani wazee wale wakishinda sisi wale. Yule mpumbavu ni mjinga mimi usipaka ujinga bana. Mwanamke anakuwa mpumbavu inakuwa kwaje? Wow, mjinga ni Cheketu. Ndugu yangu Zinduna, nimekuita hapa. Nimekuja kukufundisha jinsi ya kufufua wafu au mwafu. Umenielewa vizuri? Nimekuelewa kaka. Inali siku nyingine hata nikikutuma unaleta lengo tule nyama.